Watazamaji na wakaribisha katika somo letu la 10 ya siku ya leo, uchambuzi wa Biblia. Nimewakaribisha nyinyi wote na niko na walimu wenzangu, niko na mwalimu George na niko na mwalimu Suna. Ningependa kupea na mwalimu George atusalimie. Karibu mwalimu. Watazamaji na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo, karibu sana ili tuweze kuendelea na huduma ya uchambuzi wa Biblia. Amjambo wapendwa, karibuni sana katika kipindi kingine cha lesoni. Asante sana. Nami ni mwalimu Joel Aduda na wakaribisha na nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua nafasi ili tuende kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ili tupate ombi. Mwalimu George. Haya, na tuamini ili tuweze kupata ombi. Baba yetu mtakatifu tupendaye, tunakuja katika masaa haya ambayo ni masaa mema. Umeonelea ili tuweze kukuja kwako katika kuchambua Biblia takatifu kupitia kwa njia ya leseni. Mungu, tunaomba utusamee dhambi na makosa yetu ili tunapoenda kutoa huduma hii hakika iweze kukubalika mbele ya machoni pako. Tuongoze kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki cha leo, na kiwe ni mibaraka katika watazamaji na kiweze kuangaza ujumbe huu wa malaika watatu ulimwengu kote mzima, ndipo Yesu Kristo urudishe ufalme wako na utuchukue ili tuende nawe mbinguni, mahali ambapo tutakaa milele na milele. Kwa nasi kuanzia sasa hadi mwisho, na katika jina tukufu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana mwalimu George. Karibuni sana kwa somo la 10. Somo la 10 tunataka kuangalia ujumbe muhimu ambayo imewekwa hapa. Kichwa chake imewekwa kwamba tuliofikiwa na misho. Tuliofikiwa na misho. Na fungu la kariri ningependa ama ningeomba mwalimu Suna utusomee fungu la kukariri. Yes, tutasoma katika kitabu cha Korintho, 1 Corinthians chapter 10 verse 11 and 12. Na inasema ni kwa Kizungu, now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Asante sana mwalimu kwa hiyo somo ya kipekee kutoka kitabu cha Korintho ya kwanza. Tukapoangalia Biblia imejaa na visa vingi sana vya watu wa Mungu vinavyoelekeza kwenye matukio yajayo. Ni hiyo utangulizi wetu, tutaangalia vile hizo visa ama hadithi za Biblia, kama hadithi ya Sodoma na Gomora, kama hadithi ya flood, gharika ambayo tuliona kisa cha ya flood. Na ndikapoangalia tunaona Biblia imeweka hayo yote kwa mafundisho yetu ama matarisho yetu, tuone ni nini ilifanyika wakati huo na ni nini inaweza kuwa funzo ama inaweza tufundisha nini kwa kukuja Yesu mara ya pili. Kwa sababu tunajua ama tunapata mwelekeo kwamba dunia imeisha, mwisho wa dunia imefika. Na sasa kama mwisho wa dunia imefika, mwana wa kondoo ako karibu kukuja. Na mwana wa kondoo akiwa karibu kukuja, ninafaa tukue ama tujiandae vilivyo, ili wakati atakapokuja atusipate kama mshangao ama kama abruptly vile mwizi huwa anapata watu kama hawajaplan. Na tukapoangalia Sodoma na Gomora walielezewa chenye itatokea. Tukapoangalia hii story ya gharika walielezewa vile itatokea, na tunaomba kwamba hayo yote ambayo walielezewa zitakuja zikatendeka. Na katika hiyo hali hii
inatupea tuelewe vizuri kitabu cha unabii ya Danieli na kitabu cha unabii ya Ufunuo. Watu wengi waelewi hizo vitabu kwa sababu hizo vitabu imebeba unabii ambayo inatuambia mwisho wa dunia na inatutarisha jinsi vile inafaa tukae tukingoja mwisho wa dunia, tukae katika njia gani. Lakini tusipofanya hayo yote matayarisho, adhabu ama hasira ya Mwenyezi Mungu itakuja itupate. Na hiyo inatupeleka kwa swali. Nauliza, hasira ya mwana kondoo, hasira ya mwana kondoo ikapokuja tunaweza jipata katika njia gani? Ukiapoangalia somo la Jumapili inatuambia hasira ya mwana kondoo. Hasira ya mwana kondoo ikapokuja lazima kwanza tupate maelezo. Mwalimu George, unaweza tuambia ni nini kuhusu hii hasira ya mwana kondoo ili tuone? Asante sana mwalimu kwa ufunguzi wa Biblia. Ni muhimu hakika, kwanza nikiongea hapo awali ambapo ni ufunguzi, unaona kwamba tunaposoma Biblia takatifu kuanzia New Testament inatufungulia njia ya kutuonyesha jinsi ambao matukio itakayokuwa, jinsi, na inasisitiza kwamba yale matukio ambayo yaliyokuwa nafanyika wakati wa manabii wetu ndio sasa inaangaziwa kupitia sasa New Testament, na tunaonyeshwa kwamba hivi ndivyo itakavyotokea, jinsi ambavyo ilivyotokea gharika hizo za mbele na mahasi ambayo yaliyotokea hapo nyuma mpaka Gomora nayo inachomwa. Hivyo ndivyo sasa tunaashiria, tunaambiwa kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na tunapoangalia, mwalimu umesema kwamba hasira ya mwana kondoo. Hasira ya mwana kondoo ni kama aina gani? Tunaposoma kitabu cha Mathayo, kwanza tusome Ufunuo. Isiji nani anaweza nisomea Ufunuo 6:12? Mwalimu, unaweza tusomea Ufunuo 6 fungu lake la 12? Ufunuo 6:12. Yes. Inasema kwa kimombo, and I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Sasa unaona mwalimu hapo, hasira ya mwana kondoo inajitokezea hapo. Mwana kondoo ni jambo ambalo lingehitaji sisi wote tujue kama ni kitu gani ama ni kitu aina gani. Ni kuhusu hadithi ya Kristo Yesu, na ile ambayo ni ghadhabu ambayo tutakaoweza, ama the great judgment ambayo tutaweza kupewa hizi siku ambazo ni za mwisho. Tunasomea kwamba kabla ya mwisho injili inapelekwa kwa kila taifa duniani kote, chini ya Mathayo 24 hapo 24:14 inasema, na jumbe za malaika watatu zinatolewa kwa sayari mzima. Lazima itolewe kwa sayari mzima, na bado tutakuwa na watu ambao wanashtukishwa, si kwa kukosa habari ya kwamba hawajapata hii habari ya ujumbe wa malaika watatu. Watashtukia tu. Hasira hiyo itakuja kwa wale ambao hawajashika ujumbe wa malaika watatu, na hakika hiyo hasira itakapokuja itakupata kama mlango wa rehema imefanya nini? Umeweza kufungiwa. So swali ni kuhusu mimi na wewe, tujiulize swali, hiyo hasira ya mwana kondoo itakapofika itakupata katika njia ya aina gani? Itakuwa imekupata katika njia ambayo umejiandaa ama utakuwa hujajiandaa? Yes, asante sana mwalimu. Tumeona hiyo, na tumeona wakati wa Noa, wakati gharika ilifika, hawakuwa wamejiandaa, lakini walikuwa wamepata ujumbe. Mwalimu, ukapoangalia hiyo hasira ya mwana kondoo, itatujipata kama tumejiandaa ama itatupata wakati tukiwa haina kwa hali gani? Hebu tusomea ile ufungu wakati utatuelezea. Hebu tusomea hiyo ufungu ya Mathayo 24 fungu lake la 42. Matthew 24 verse 42 and 43. Unaanza hapo, soma 42.
Matthew 24:42 inasema, watch therefore, for you know not what hour your Lord does come. Asante. Unaweza jenga msingi yako hapo. Kwa sababu tumeambiwa watch therefore, kwa sababu hatujui wakati Mungu wetu atakapokuja. Asante sana mwalimu. Tukiangalia topic yetu ya wiki hii inaongea kuhusu the end of the earth is near. Mwisho wa dunia inakaribia. Na tukiangalia the lambs anga, tunaona mwisho haitakuwa vile tunatarajia. It will be a surprise to many. When we see what happened when the sixth seal was opened, a lot happened. We saw the earthquake, the moon turned black, the stars fall, maajabu makubwa. Hayo yote yatafanyika wakati wa mwisho. When the the lamb's anger comes, that is will the end. The sinners will be destroyed. And tunaona Mungu hawezi fanya jambo bila kuambia watu wake. So mwalimu unamaanisha wakati hayo yote itafanyika, tutakuwa tuko na habari. Already tutakuwa na habari. Tukiona kisa cha Nuhu, kabla gharika ikuje, tunaona Mungu anaagiza Noa aende ahubiri neno. Awambie kuwe tayari, kwa sababu gharika inafanya nini? Inakuja. Na walikejeli Noa, wewe umefanya nini? Ni kama lugha nyingine tunaona kugoroki. Yes, kichwa imefanya nini? Imeleta hivyo. Yes. Sasa ni kama kichwa imefanya nini? Imeruka. Because walikuwa wamezoea maji inatoka nini? Chini. Na Noa anawaambia maji itafanya kutakuwa na nini? Mvua ikitoka nini? Juu. But we find that Noah preached for 120 years. Hii ni miaka mingi sana. Hata mwalimu wakati walipata nini? Tunaweza ishi miaka yote hiyo duniani. Mwalimu hatuwezi ishi hiyo miaka yote. Watu wengi walikuwa wamesema hata ni uongo. Asante mwalimu. So tunaona before the end comes, people will have to get the word. Mwisho hawezi fika tu. Ndio maana tulisoma katika key text yetu, tunaona Mungu mwandishi Paulo anatuambia yale ambayo yamenakiriwa katika Biblia sio ziko tu hapo, but kwa zinatuhusu ili tusome jambo. Ili yale ambayo yaliandikwa katika historia ya Noa na gharika inatuweka tayari kwa mwisho wa nini? Wa wakati. So before God does something to us, before something happens to the world, ama to God's people, he must tell people. That is why he had to inform Noah to preach the word. Asante. Even unto us, for us to see the end, for the end to come, we must talk about the three angels what? Message. Ndio mwisho itakuwa. Na tunaona katika kitabu cha Matthew 24:14, Yesu anasema until the word is preached to the whole world. Kila mtu lazima atakuwa amefanya nini? Amesikia. But lazima tuchue wakati huu kila mtu ako na ujumbe, because Jesus is coming soon. Mwisho inaweza tokea anytime, because kila mtu ako na nini? Na ujumbe. But tutaona kwa nini Yesu hajafanya nini? Hajarudi hapo mbele. Asante sana. Ni kama hii wakati unasema Yesu amekaa sana. Mimi kama Mkristo, mimi ni kama mngoja Yesu Kristo. Ni nini inafaa nifanye? Kumbe inafaa nijitayarishe ile wakati atakapokuja. Nisinishike na adhabu kwamba sikuwa nimejitayarisha. Mwalimu, nimeshukuru sana. Na kuna kitu nimesikia mwalimu ametaja hapa mwalimu kwamba Noa aliweza kuishi miaka ngapi? 120 na akifanya kazi ya evangelism. So mwalimu, naomba unituelezee hii kazi ya Noa kufanya evangelist alifanya katika njia gani? Na aliwon ama alionya hao watu wake katika njia gani? Ili tukue funzo kwetu kama Wakristo wa saa hii. Kwanza lazima tuelewe
Mungu alipoongea na Noa, aliambiwa aende aonye nini? Watu. Si ati kuna kitu watu walikuwa tu wazuri. Dhambi ilikuwa imeingia wapi? Imeingia ulimwengu. Hiyo ndio maana Mungu alikuwa anamwambia afanye nini? Aende waonye watu, watubu dhambi nini? Dhambi zao. The same as then is as now. Dhambi imejaa ulimwengu. Na ndio tunaambiwa kuhusu mwisho wa nini? Wa ulimwengu. Lazima tutubu dhambi zetu. Turudi kwa nani? Kwa Mungu. Na hayo yote Noah alijaribu kuwaelezea for 120 years. Na mwandishi anatuambia kitu. And let us get this. Anauliza, can you imagine in your mind preaching for 100 years as the same as Noah? When he was done, only his own family went into a boat with him. If Noah were a modern preacher, many people would say he failed. Yes, Noah, wangesema Noah amefanya nini? Because aliingia katika safina na familia yake, watu nane peke yake. What about now? Many preachers, where they preach but they don't see people changing, then they neglect the work of God. Asante. Yes. Kuna kitu jambo mwalimu amesema Noah alikuwa ametumwa kuevangelize, akawafikia na akawaon, na walikuwa nafanya nini? Pengine tunaweza pata yale wakati huu walikuwa natenda, Noah akatumwa waon, pengine tunajipata sisi wenyewe wakati huu bado tunajifanya. Ndio maana hiyo story ya Noah ikiletwa inaweza kuwa mafundisho kwetu. Hebu tusome mwalimu, tusomee katika kitabu cha Matthew 24, usome fungu lake ya 37 and 39. 37 ili tuone walikuwa nafanya nini. Mathayo ngapi mwalimu? Mathayo 24 fungu lake la 37. Anza 37 ili tuone ni jambo gani walikuwa nafanya, pengine wewe na mimi tunaendelea kuifanya na tupate hiyo warning iturekebishe. Mwalimu, kwanza kabla ya hapo, unajua Ibrania 11:7 inatuambia kwamba Nuhu alitengeneza safina kwa ajili ya kuokoa watu wa nyumba yake, na aliwaambia injili ilitangazwa vizuri sana kwa kuokoa nyumba yake. Lakini Mathayo 24 mwalimu inasema hivi, 37 inasema hivi, kwa maana kama vile alivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Injili imetangazwa, ujumbe wa malaika watatu mwalimu imesambazwa kote ulimwenguni. Lakini uzuri siku hizi ni kwamba kila taifa, kila lugha, kila sehemu, pembe nne za dunia zimesikiza hii ujumbe wa malaika watatu. Lakini sasa jambo ama swali ni, umeishika hiyo ujumbe kwa njia gani? Umeishika ndili iweze kukubadilisha maisha yako ndio usonge karibu na yeye, tusije tukapatikana kama vile injili ya Nuhu ilivyokuwa inatangazwa, wakaambiwa ingieni katika Nuhu, katika the ship katika safina, ingieni katika safina. Mpaka tutaona hii injili, tunaambiwa kwamba Kristo okokeni, Kristo yuhaja, Kristo yuhaja. Hii ujumbe tumeisikia, hakika tumeisikia Kristo yuhaja mara mingi, lakini sisi wenyewe hatukiri. Sisi tumekuwa na shingo ngumu. Na ni tabia gani? Ukiendelea na hiyo somo ambayo ulikuwa unasoma 38 inasema ni tunataka kuelewa hii ni tabia gani watu wa Noah walikuwa naifanya. Mwalimu 38 walikuwa wanafanya hivi kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, na hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, hiyo siku imagine watu bado walikuwa wanakunywa na wengine wakijiokoa. Watazamaji, hebu angalia yale tabia ambayo unayofanya wakati huu ambayo haifurahishi Mwenyezi Mungu. Ujumbe ya kipekee imeletwa kwako ili ubadilishe maisha yako, ili ukuje kwa Yesu, ili wakati atakaporejea asikupate hofu gani. Asante sana mwalimu kwa hiyo kipindi vizuri. Na sasa tunaangalia Sodom na Gomora.
tumeangalia Nuhu na gharika. Sasa tunaona katika kisa cha Sodoma na Gomora. Mwalimu, sijui kwamba nini unaweza tuambia katika kisa cha Sodoma na Gomora. Kwanza ningependa kuambia watazamaji ya kwamba story ya Sodoma na Gomora, story ya Noah, sio story ya bunwazi. Zote zimenakiriwa katika Biblia takatifu. Amina. Na haya yote hazikuwekwa tu, lakini ziliwekwa ili sisi wenyewe tufanye nini? Tupate mafundisho. All these things, they show the ends of a given generation. We saw the first generation ended with what? Flood. And the generation who lived in this city of Sodom and Gomorrah, it was also a disaster. And it was not just a surprise. It was a surprise to those who listened to the message but they didn't change. But we find that Mungu hawezi fanya jambo bila kuambia watu wake. Kwanza hao walikuwa na ujumbe, because God spoke to them but they didn't change. Before God destroy a place or destroy someone, God has to warn, give a warning. So tunapata ya kwamba Mungu alipeana warning kwa hawa watu wote, wakajua ukweli jenye wafanye nini wafanye. Ili hii story ya Sodom and Gomorrah inatuonyesha nini? Tunaishi katika ulimwengu ambayo imefanya nini? Imejaa na yale ambayo yalikuwa yanafanyika katika mji wa Sodoma na nini na Gomorrah. Tukiangalia hata kanisa letu, watu wanafanya mambo ambayo hayafai. Mambo yale ambayo yalikuwa yanafanyika katika mji wa Sodoma. Na wahubiri wametaja haya yote kila wakati. Na inabidi sasa sisi tuelewe ya kwamba Mungu yuko tayari kuangamiza wale ambao hawafanyi yale ambayo yanafaa. Tunaona Mungu anaenda katika mji wa Sodom na Gomora na anapata tu familia moja, familia ya Lutu, ambayo walikuwa waumini halisi, na he spared that family. Only the wife who also, wakati alisaa okolewa, alifanya nini? Alipinduka akarudi wapi? Akaangalia. Na she was warned not to look back. What about us as Christians today? There are a lot that we do, but we are being warned not to do them. We come out from there and again we turn our back to go back and do whatever is there. Mwandishi anatuambia hili jambo. The story about Sodom and Gomorrah is a warning to the people living in the end times. God will destroy evil people with fire, as we read in Revelation chapter 20. Sin causes us to be blind. When we are blind, we don't see the evil in our own hearts, but we can see the evil in other people. The Jewish people became this way during the time of Ezekiel the prophet. Yes. At times we are there, but we just see other people. What about inside the church? Katika wale wa Kristo. So these warnings are to God's people, not to the none, wale ambao si watu wa Mungu. Hizi warnings zote ambayo tunapewa katika hii lesson ya wiki hii, wale ambao ni watu wa nani? Wa Mungu, na wale ambao wako na ujumbe tayari. Asante. Amina. Nikapoangalia Sodom na Gomora, ni wale wenye walikuwa wamefikiwa na ujumbe. Pengine mtazamaji wangu amefikiwa na ujumbe ya kuokoka na kutembea katika njia ya Kristo, na amekataa. Na wakati wa mwisho, mwalimu amesema wakati huu tunaishi wakati wa mwisho. Tunatarajia Yesu kukuja anytime. Yesu anarejea. Lakini mimi na mwalimu mwenzangu, pengine inaweza kuwa vibaya niende binguni ni wakose watazamaji. Saa hii tuko na hiyo ujumbe, na mtazamaji wewe pia unapata hiyo ujumbe, ili tutoke Babylon, ili turudi kwa Yesu Kristo, ili wakati atakapokuja atusipate kama atutembei katika njia zake. Mwalimu, sijui kuna jambo unaweza sema katika history ya kisa cha Sodoma na Gomora? Mwalimu, hii story ya kisa cha Sodoma na Gomora inafaa tuelewe watazamaji
mahali popote mlipo ya kwamba hii ujumbe ya Sodoma na Gomora na ujumbe ambao ni ya wokovu si kwamba inaongelelea watu wa nje ya ulimwengu mahali popote ambapo tulipo. Ni sisi wa Kristo ambao tunaambiwa hii ujumbe ili tuweze kujinasua kutoka ile mtego, tusije tukaangamizwa kama chinzi ya vile Sodoma na Gomora ilivyo angamizwa. Kwa hivyo hii ujumbe imeelekezwa sisi wa Adventista, mimi ambaye ni Mkristo wa sasa na Mkristo na wewe ukiwa wa pili, sisi wote hii ujumbe ni wetu. Kwa hivyo tujiokoe ili Yesu aweze kutupeleka mbinguni. Asante. Na pia ninapata siku ya Wednesday napata kitu muhimu sana. Nisiposikiza, nisipobadilisha maisha yangu, na wakati Yesu atakapokuja, atakuja na hukumu wa ulimwengu wote. Mtazamaji, usipobadilisha maisha yako, Yesu atakuja na hukumu, na hukumu ya ulimwengu wote. Mwalimu, hiyo hukumu ya ulimwengu wote itakuja hukumu wakati gani? Na hiyo hukumu itakuwa na njia gani? Na kama nilikuwa natembea katika njia zangu, Mungu atazifafanua, ama zitakuwa open, nielewe, nizione kama hukumu yake ni ukweli? Yes, in this case God is just again bringing the picture of Abraham, ambaye tunajua as the father of faith. Na wakati alikuwa anapeana ahadi kwa Ibrahimu, anamwambia vizuri kupitia kwake ukombozi wa ulimwengu utapitia katika uzao wake. Na anamwambia wakati huu bado tunarudi katika Sodoma na Gomora, pale ambapo kijana wa ndugu yake Ibrahimu alikuwa. Na huu wakati anaenda kuangamiza wapi? Sodoma na Gomora. Na Mungu anahakikisha kabla afike huko, anahakikisha amemwelezea nani? Ibrahimu. Na anamwelezea vizuri. Then we see what now Abraham is doing. Instead of just allowing God to go and do it, but is trying to bargain with who? With God. What if you find 50? Will you destroy? What if you find 45? Will you do it? What about 10? But God, Mungu anamhakikishia akipata hata moja, hata mwanga na uelewe hapo, hata muangamiza. Sio hata waangamiza, hata muangamiza. So unapata huyu wakati. Now there's two things that we must realize in this case. God cannot, it's not a must that he has to get permission from you. He was not going to get permission from Abraham, but he wanted him to know whatever he's going to do. Before God does something, he has to give an information. And mwandishi anatuambia mahali hapa, God does not owe us an explanation about his action, but he also chooses not to hide his reasons and plans from us. He did want just to hide it, but he wanted to make it plain to them. And that is why we see now what the part that Abraham is also doing is trying to bargain with God. This is the work that Jesus Christ is now doing for us. Pleading. Is there pleading on our behalf. The investigation judgment is taking place, and is doing it on our behalf. That picture of Abraham is not just being brought just for the sake, but that is the work. What about us? We are now the Abraham of today. We already have the information. God has already informed us that he is going to do what? To destroy the world. We need to bargain. We pray for other people who have not known the what? The right thing to do. Thank you. Asante mwalimu. Mwalimu, hii kisa cha hukumu wa ulimwengu. Tumeona hukumu wa ulimwengu, Mungu aliahidi Abrahamu kwamba katika the seed hapo ndiye atatoa nani? Judge. Na the seed tunaona Yesu Kristo katika descendants wa Abraham
aliweza kutoka katika descendants za Abraham, Yesu Kristo ambaye amekuwa judge. So he promised that in the Abraham descendants atatoa seed ambaye atakuwa judge wa ulimwengu wote. Na hapo tunaona ukweli Yesu Kristo amefanya hiyo. Na mwalimu, sijui kama kuna jambo mko naye kwa hii hukumu wa ulimwengu wote kabla hatujatoka hapo. Kwa sababu kuna kitu pia nimeona. Mungu anatuahidi kwamba hakuna chochote anaweza fanya bila kuambia watu wake. Hiyo ametuambia katika kitabu cha Amos 3 fungu lake la 7. Amesema hakuna chochote anaweza fanya hapo ulimwenguni bila kuambia watu wake. Hata hiyo hukumu ambayo inakuja ni kama anatuambia jinsi vile ataitekeleza na jinsi vile tunaweza kuwa tayari. Mwalimu, katika hiyo siku ya Jumatano mhukumu wa ulimwengu wote, ile jambo ambalo linanishangaza hapo ni kwamba unaona Ibrahim anachunguza tu, si eti kwamba anachunguza tu kesi ya Sodomu. Pia anapouliza Yesu maswali hayo yote, ikiwa ni watu 1, 2, 3 atafanya nini? Anaona ya kwamba mwisho Mungu anafungua vitabu vya mbinguni, kumaanisha kwamba Yesu Kristo mwenyewe anaonekana ndiye mhukumu wetu. Anafanya upelelezi kwa kufungua vile vitabu za watenda haki. Yesu Kristo ndio sasa mkuhani wetu ambaye tumepata na ambaye ni mtetezi wetu wa maisha yetu milele na milele. Asante. Naweza linganisha hao malaika wawili wenye walitembelea Abraham na hiyo jumbe ya malaika ya 3. Ni ujumbe ambayo inatupea warning kwamba tutoke Babyloni imeanguka, na tutoke na wakati hukumu imefika. Na hukumu imefika sasa. Naomba mwalimu, tunaambiwa the hukumu ya upelezi, the pre-advent judgment. Lazima tujue ya kwamba kila kitu itawekwa mbele ya nini? Ya hukumu. All the secrets, the evil ones and the good ones, lazima zipitie katika nini? Hukumu. That is what Jesus is doing for us. Because of time we'll say that God is doing, kila mtu atapitia katika nini? Hukumu. Lazima tujue na tuelewe ya kwamba tunapoendelea na maisha yetu, iwe mazuri iwe mbaya, kila mtu atapitia katika nini? Mbele ya hukumu wa Mungu. But I want us just to see something. In our own strength we cannot get out of sin, but we have to do what is right in the right time, because Jesus is coming soon. Asante mwalimu. Katika hiyo hukumu tumeona wakati malaika wa Mungu waliweza kuasi Mungu mbinguni, athad walifurushwa chini. Ni hukumu Mungu alichukua, na walikuwa wanasema Mungu ni dikteta. Na wakati hiyo hata sisi pengine tunaweza sema ni Mungu dikteta, lakini tunapata hapa kwa ujumbe kwamba hiyo wakati wa hukumu, hata ile jambo nilitenda kwa giza, hata nilitenda usiku, nilitenda mchana, nilitenda nikiwa peke yangu, itawekwa kwa meza. Ili onyeshe Mungu wetu sio Mungu wa dikteta. Ile wakati tutakapopata hukumu wetu, mtazamaji, wakati Mungu atafanya hukumu, wewe tabia zako zitawekwa wazi, ili uone wakati anakata kauli, utaona amekata kulingana na mapenzi yake. Hata utaridhika, utasema ni ukweli. Mwalimu, unaweza sema aje kuhusu hii? Kila tendo, kila jambo lote litawekwa mizani. Na mpelelezi wetu ni Yesu Kristo, na ndiye ndio mhukumu ambaye ni mhukumu wa ukweli. The righteous judge is our God, who is Jesus Christ. Na huko ndipo tunapoelekea. Hakika matendo yetu sasa hivi tuweze kuangalia kwa kina, na tujichunguze mienendo yetu, na tushike amri zote za Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo tutakuwa washindi, na hakika tutakuwa wale ambao watakuwa urithi ule ambao tumeahidiwa na Mungu wetu Yesu Kristo. Asante sana mwalimu. Kuna jambo ungependa kuongeza? Naona muda yetu imeenda. Jambo ningependa kuongeza na kutamatisha nayo ni ya kwamba you have heard the preaching, turn, come to Christ, he is soon coming.
Asante. Mwalimu, kuna jambo ungependa kuweka ama kuambia watazamaji? Watazamaji, wacha nikuambie jambo moja. Kwa nguvu zako hautaweza. Itisha nguvu za Mwenyezi Mungu. The grace of God is sufficient enough ili kutufusha yale majaribio yote ya shetani. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Nimeshukuru walimu wangu, watazamaji, kwa hiyo kipindi tulikuwa na ni warning kwetu kwamba wakati ya kurudi kwa Yesu Kristo imekaribia, na ni wakati huu na anaweza kuja kama mwizi, lakini ukiwa tayari atakupata kama vile mwizi anatupata, lakini atakupata kama wale wasichana warevu 5 wenye walikuwa na mafuta ya akiba. Naomba wewe ukuwe na mafuta ya akiba ili Yesu Kristo atakapokuja apate ukiwa tayari, ili hayo yote tuende turudi ufalme wa mbinguni. Mungu wetu atubariki. Amina. Naomba Mwalimu Collins tufungie na ombi, na watazamaji Mungu awabariki. Let's pray. Our dear and heavenly Father, we thank you for this wonderful lesson. Lord, we are so much grateful for thy care and for the message that you have brought unto us in the right time. Lord, you have informed us that with our own strength we cannot come out of sin. May you strengthen us. May you make us come out of it and come back unto you. Lord, we also pray for our viewers, that they may listen unto thy voice and turn their ways unto you. Help us, we who have heard thy message, that we may do what is right in the right time. It is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Watazamaji, na wakaribisha katika somo letu la 10 ya siku ya leo, uchambuzi wa Biblia. Nimewakaribisha nyinyi wote, na niko na walimu wenzangu. Niko na Mwalimu George na niko na Mwalimu Suna. Ningependa kupea na Mwalimu George atusalimie. Karibu mwalimu. Watazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo, karibu sana ili tuweze kuendelea na huduma ya uchambuzi wa Biblia. Amjambo wapendwa, karibuni sana katika kipindi kingine cha lesoni. Asante sana. Nami ni Mwalimu Joel Duda, na wakaribisha na nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua nafasi ili tuende kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ili tupate ombi. Mwalimu George. Haya, na tuamini ili tuweze kupata ombi. Baba yetu mtakatifu tupendaye, tunakuja katika masaa haya ambayo ni masaa mema. Umeonelea ili tuweze kukuja kwako katika kuchambua Biblia takatifu kupitia kwa njia ya leseni. Mungu, tunaomba utusamee dhambi na makosa yetu, ili tunapoenda kutoa huduma hii hakika iweze kukubalika mbele ya machoni pako. Tuongoze kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki cha leo, na kiwe ni mibaraka katika watazamaji, na kiweze kuangaza ujumbe huu wa malaika watatu ulimwengu kote mzima, ndipo Yesu Kristo urudishe ufalme wako na utuchukue ili tuende nawe mbinguni, mahali ambapo tutakaa milele na milele. Kwa nasi kuanzia sasa hadi mwisho, na katika jina tukufu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana Mwalimu George. Karibuni sana kwa somo la 10. Somo la 10 tunataka kuangalia ujumbe muhimu ambayo imewekwa hapa. Kichwa chake imewekwa kwamba tuliofikiwa na misho. Tuliofikiwa na misho. Na fungu la kariri ningeomba Mwalimu Suna utusomee fungu la kukariri. Yes, tutasoma katika 1 Corinthians chapter 10 verse 11 and 12. Na inasema kwa Kizungu, now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh
standeth, take heed lest he fall. Asante sana mwalimu kwa hiyo somo ya kipekee kutoka kitabu cha Korintho ya kwanza. Tukapoangalia Biblia imejaa na visa vingi sana vya watu wa Mungu vinavyoelekeza kwenye matukio yajayo. Ndiyo utangulizi wetu, tutaangalia vile hizo visa ama hadithi za Biblia, kama hadithi ya Sodoma na Gomora, kama hadithi ya flood. Na tukapoangalia tunaona Biblia imeweka hayo yote kwa mafundisho yetu ama matarisho yetu, tuone ni nini ilifanyika wakati huo na ni nini inaweza kuwa funzo ama inaweza tufundisha nini kwa kukuja Yesu mara ya pili. Kwa sababu tunajua ama tunapata mwelekeo kwamba dunia imeisha, mwisho wa dunia imefika. Na sasa kama mwisho wa dunia imefika, mwana wa kondoo ako karibu kukuja. Na mwana wa kondoo akiwa karibu kukuja, ninafaa tukue ama tujiandae vilivyo, ili wakati atakapokuja atusipate kama mshangao ama kama abruptly vile mwizi huwa anapata watu kama hawajaplan. Na tukapoangalia Sodoma na Gomora walielezewa chenye itatokea. Tukapoangalia hii story ya gharika walielezewa vile itatokea, na tunaomba kwamba hayo yote ambayo walielezewa zitakuja zikatendeka. Na katika hiyo hali hii inatupea tuelewe vizuri kitabu cha unabii ya Danieli na kitabu cha unabii ya Ufunuo. Watu wengi waelewi hizo vitabu kwa sababu hizo vitabu imebeba unabii ambayo inatuambia mwisho wa dunia na inatutarisha jinsi vile inafaa tukae tukingoja mwisho wa dunia, tukae katika njia gani. Lakini tusipofanya hayo yote matayarisho, adhabu ama hasira ya Mwenyezi Mungu itakuja itupate. Na hiyo inatupeleka kwa swali. Nauliza, hasira ya mwana kondoo ikapokuja tunaweza jipata katika njia gani? Ukiapoangalia somo la Jumapili inatuambia hasira ya mwana kondoo. Hasira ya mwana kondoo ikapokuja lazima kwanza tupate maelezo. Mwalimu George, unaweza tuambia ni nini kuhusu hii hasira ya mwana kondoo ili tuone? Asante sana mwalimu kwa ufunguzi wa Biblia. Ni muhimu hakika. Kwanza nikiongea hapo awali ambapo ni ufunguzi, unaona kwamba tunaposoma Biblia takatifu kuanzia New Testament inatufungulia njia ya kutuonyesha jinsi ambao matukio itakayokuwa jinsi, na inasisitiza kwamba yale matukio ambayo yaliyokuwa nafanyika wakati wa manabii wetu ndio sasa inaangaziwa kupitia sasa New Testament, na tunaonyeshwa kwamba hivi ndivyo itakavyotokea, jinsi ambavyo ilivyotokea gharika hizo za mbele na mahasi ambayo yaliyotokea hapo nyuma mpaka Gomora nayo inachomwa. Hivyo ndivyo sasa tunaashiria, tunaambiwa kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na tunapoangalia, mwalimu umesema kwamba hasira ya mwana kondoo. Hasira ya mwana kondoo ni kama aina gani? Tunaposoma kitabu cha Mathayo, kwanza tusome Ufunuo. Isiji nani anaweza nisomea Ufunuo 6:12? Ufunuo 6:12. Yes. Inasema kwa kimombo, and I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Sasa unaona mwalimu hapo, hasira ya mwana kondoo inajitokezea hapo. Mwana kondoo ni jambo ambalo lingehitaji sisi wote tujue kama ni kitu gani ama ni kitu aina gani. Ni kuhusu hadithi ya Kristo Yesu na ile ambayo ni ghadhabu ambayo tutakaoweza ama the great judgment ambayo tutaweza kupewa hizi siku ambazo ni za mwisho. Tunasomea kwamba kabla ya mwisho injili inapelekwa kwa kila taifa duniani kote, jinsi ya Mathayo 24 hapo 24:14 inasema, na jumbe za malaika watatu zinatolewa kwa sayari mzima. Lazima itolewe kwa sayari mzima. Na
bado tutakuwa na watu ambao wanashtukishwa, si kwa kukosa habari ya kwamba hawajapata hii habari ya ujumbe wa malaika watatu. Watashtukia tu. Hasira hiyo itakuja kwa wale ambao hawajashika ujumbe wa malaika watatu, na hakika hiyo hasira itakapokuja itakupata kama mlango wa rehema imefanya nini? Umeweza kufungiwa. So swali ni kuhusu mimi na wewe. Tujiulize swali. Hiyo hasira ya mwana kondoo itakapofika, itakupata katika njia ya aina gani? Itakuwa imekupata katika njia ambayo umejiandaa ama utakuwa hujajiandaa? Yes, asante sana mwalimu. Tumeona hiyo. Na tumeona wakati wa Noa, wakati gharika ilifika, hawakuwa wamejiandaa, lakini walikuwa wamepata ujumbe. Mwalimu, ukapoangalia hiyo hasira ya mwana kondoo, itatujipata kama tumejiandaa ama itatupata wakati tukiwa haina kwa hali gani? Hebu tusomea ile ufungu wakati utatuelezea. Hebu tusomea hiyo ufungu Matthew 24 verse 42. Matthew 24:42 inasema, watch therefore, for you know not what hour your Lord does come. Unaweza jenga msingi yako hapo, kwa sababu tumeambiwa watch therefore, kwa sababu hatujui wakati Mungu wetu atakapokuja. Asante sana mwalimu. Tukiangalia topic yetu ya wiki hii inaongea kuhusu the end of the earth is near. Mwisho wa dunia inakaribia. Na tukiangalia the lambs anga, tunaona mwisho haitakuwa vile tunatarajia. It will be a surprise to many. When we see what happened when the sixth seal was opened, a lot happened. We saw the earthquake, the moon turned black, the stars fall, maajabu makubwa. Hayo yote yatafanyika wakati wa mwisho. When the lamb's anger comes, that is will the end. The sinners will be destroyed. And tunaona Mungu hawezi fanya jambo bila kuambia watu wake. Unamaanisha wakati hayo yote itafanyika, tutakuwa tuko na habari. Already tutakuwa na habari. Tukiona kisa cha Nuhu, kabla gharika ikuje, tunaona Mungu anaagiza Noa aende ahubiri neno. Awambie kuwe tayari, kwa sababu gharika inafanya nini? Inakuja. Na walikejeli Noa, wewe umefanya nini? Ni lugha nyingine tunaona kugoroki. Yes, kichwa imefanya nini? Imeleta hivyo. Yes. Sasa ni kama kichwa imefanya nini? Imeruka. Because walikuwa wamezoea maji inatoka nini? Chini. Na Noa anawaambia maji itafanya kutakuwa na nini? Mvua ikitoka nini? Juu. But we find that Noah preached for 120 years. Hii ni miaka mingi sana. Hata mwalimu, wakati walipata tunaweza ishi miaka yote hiyo duniani. Mwalimu, hatuwezi ishi hiyo miaka yote. Watu wengi walikuwa wamesema hata ni uongo. Asante mwalimu. So tunaona before the end comes, people will have to get the word. Mwisho hawezi fika tu. Ndio maana tulisoma katika key text yetu, tunaona Paulo anatuambia yale ambayo yamenakiriwa katika Biblia sio ziko tu hapo, but zinatuhusu ili tusome jambo. Ili yale ambayo yaliandikwa katika historia ya Noa na gharika inayotuweka tayari kwa mwisho wa nini? Wa wakati. So before God does something to us, before something happens to the world, ama to God's people, he must tell people. That is why he had to inform Noah to preach the word. Even unto us, for us to see the end, for the end to come, we must talk about the three angels what? Message. Ndio mwisho itakuwa. Na tunaona katika kitabu cha Matthew 24:14, Yesu anasema until the word is preached to the whole world. Kila mtu lazima atakuwa amefanya nini? Amesikia. Wakati huu kila mtu ako na ujumbe, because Jesus is coming soon. Mwisho inasatokea anytime, because kila mtu ako na nini? Na ujumbe. But tutaona kwa nini Yesu hajafanya nini? Hajarudi hapo mbele. Asante sana. Ni kama hii wakati unasema Yesu amekaa sana. Mimi kama Mkristo, mimi ni kama mngoja Yesu Kristo. Ni nini nafaa niifanye?
kumbe inafaa nijitayarishe ili wakati atakapokuja nisinishike na adhabu kwamba sikuwa nimejitayarisha. Mwalimu, nimeshukuru sana. Na kuna kitu nimesikia mwalimu ametaja hapa, mwalimu, kwamba Noa aliweza kuishi miaka ngapi? 120 na akifanya kazi ya evangelism. So mwalimu, naomba unituelezee hii kazi ya Noa kufanya evangelist alifanya katika njia gani, na aliwon ama alionya hao watu wake katika njia gani, ili tukue funzo kwetu kama Wakristo wa saa hii. Kwanza lazima tuelewe, Mungu alipoongea na Noa aliambiwa aende aonye nini? Watu. Si ati kuna kitu watu walikuwa tu wazuri. Dhambi ilikuwa imeingia wapi? Imeingia ulimwengu. Hiyo ndio maana Mungu alikuwa anamwambia fanya nini? Aende waonye watu, watubu dhambi nini? Dhambi zao. The same as then is as now. Dhambi imejaa ulimwengu. Na ndio tunaambiwa kuhusu mwisho wa nini? Wa ulimwengu. Lazima tutubu dhambi zetu. Turudi kwa nani? Kwa Mungu. Na hayo yote Noah alijaribu kuwaelezea for 120 years. Na mwandishi anatuambia kitu. And let us get this. Anauliza, can you imagine in your mind preaching for 100 years as the same as Noah? When he was done, only his own family went into a boat with him. If Noah were a modern preacher, many people would say he failed. Yes, Noah, wangesema Noah amefanya nini? Well, because aliingia katika safina na familia yake, watu nane peke yake. What about now? Many preachers, where they preach but they don't see people changing, then they neglect the work of God. Yes. Kuna kitu jambo mwalimu amesema Noah alikuwa ametumwa kuevangelize, akawafikia na akawaon, na walikuwa nafanya nini? Pengine tunaweza pata yale wakati huu walikuwa natenda, Noah akatumwa waon, pengine tunajipata sisi wenyewe wakati huu bado tunajifanya. Ndio maana hiyo story ya Noah ikiletwa inaweza kuwa mafundisho kwetu. Hebu tusome mwalimu, tusomee katika kitabu cha Matthew 24, usome fungu lake ya 37 and 39. 37 ili tuone walikuwa nafanya nini. Mathayo ngapi mwalimu? Mathayo 24 fungu lake la 37. Anza 37 ili tuone ni jambo gani walikuwa nafanya, pengine wewe na mimi tunaendelea kuifanya na tupate hiyo warning iturekebishe. Mwalimu, kwanza kabla ya hapo, unajua Ibrania 11:7 inatuambia kwamba Nuhu alitengeneza safina kwa ajili ya kuokoa watu wa nyumba yake, na aliwaambia injili ilitangazwa vizuri sana kwa kuokoa nyumba yake. Lakini Mathayo 24 mwalimu inasema hivi, 37 inasema hivi, kwa maana kama vile alivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Injili imetangazwa, ujumbe wa malaika watatu mwalimu imesambazwa kote ulimwenguni. Lakini uzuri siku hizi ni kwamba kila taifa, kila lugha, kila sehemu, pembe nne za dunia zimesikiza hii ujumbe wa malaika watatu. Lakini sasa jambo ama swali ni, umeishika hiyo ujumbe kwa njia gani? Umeishika ndili iweze kukubadilisha maisha yako ndio usonge karibu na yeye, tusije tukapatikana kama vile injili ya Nuhu ilivyokuwa inatangazwa, wakaambiwa ingieni katika safina. Paka tutaona hii injili tunaambiwa ya kwamba Kristo okokeni, Kristo yuhaja, Kristo yuhaja. Hii ujumbe tumeisikia, hakika tumeisikia Kristo yuhaja mara mingi, lakini sisi wenyewe hatukiri. Sisi tumekuwa na shingo ngumu. Na ni tabia gani? Ukiendelea na hiyo somo ambayo ulikuwa unasoma 38 inasema ni tunataka kuelewa hii ni tabia gani watu wa Noah walikuwa naifanya. Mwalimu 38 walikuwa wanafanya hivi kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, na hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, hiyo siku imagine watu bado walikuwa wanakunywa na wengine wakijiokoa.
Watazamaji, hebu angalia yale tabia ambayo unayofanya wakati huu ambayo haifurahishi Mwenyezi Mungu. Ujumbe ya kipekee imeletwa kwako ili ubadilishe maisha yako, ili ukuje kwa Yesu, ili wakati atakaporejea asikupate hofu gani. Asante sana mwalimu kwa hiyo kipindi vizuri. Na sasa tunaangalia Sodom na Gomora, tumeangalia Nuhu na gharika. Sasa tunaona katika kisa cha Sodom na Gomora. Mwalimu, sijui kama nini unaweza tuambia katika kisa cha Sodom na Gomora. Kwanza ningependa kuambia watazamaji ya kwamba story ya Sodoma na Gomora, story ya Noah, sio story ya bunwazi. Zote zimenakiriwa katika Biblia takatifu. Na haya yote hazikuwekwa tu, lakini ziliwekwa ili sisi wenyewe tufanye nini? Tupate mafundisho. All these things, they show the ends of a given generation. We saw the first generation ended with what? Flood. And the generation who lived in this city of Sodom and Gomorrah, it was also a disaster. And it was not just a surprise. It was a surprise to those who listened to the message but they didn't change. But we find that Mungu hawezi fanya jambo bila kuambia watu wake. Kwanza hao walikuwa na ujumbe, because God spoke to them but they didn't change. Before God destroy a place or destroy someone, God has to warn, give a warning. So tunapata ya kwamba Mungu alipeana warning kwa hawa watu wote, wakajua ukweli jenye wafanye nini wafanye. Ili hii story ya Sodom and Gomorrah inatuonyesha nini? Tunaishi katika ulimwengu ambayo imefanya nini? Imejaa na yale ambayo yalikuwa yanafanyika katika mji wa Sodoma na nini na Gomorrah. Tukiangalia hata kanisa letu, watu wanafanya mambo ambayo hayafai, mambo yale ambayo yalikuwa yanafanyika katika mji wa Sodoma, na wahubiri wametaja haya yote kila wakati. Na inabidi sasa sisi tuelewe ya kwamba Mungu yuko tayari kuangamiza wale ambao hawafanyi yale ambayo yanafaa. Tunaona Mungu anaenda katika mji wa Sodom na Gomora na anapata tu familia moja, familia ya Lutu, ambayo walikuwa waumini halisi, na he spared that family. Only the wife who also wakati alisaokolewa alifanya nini? Alipinduka akarudi wapi? Akaangalia. Na she was warned not to look back. What about as Christians today? There are a lot that we do, but we are being warned not to do them. We come out from there and again we turn our back to go back and do whatever is there. Mwandishi anatuambia hili jambo. The story about Sodom and Gomorrah is a warning to the people living in the end times. God will destroy evil people with fire, as we read in Revelation chapter 20. Sin causes us to be blind. When we are blind, we don't see the evil in our own hearts, but we can see the evil in other people. The Jewish people became this way during the time of Ezekiel the prophet. At times we are there, but we just see other people. What about inside the church? Katika wale wa Kristo. So these warnings are to God's people, not to the none, wale ambao si watu wa Mungu. Hizi warnings zote ambayo tunapewa katika hii lesson ya wiki hii, wale ambao ni watu wa nani? Wa Mungu, na wale ambao wako na ujumbe tayari. Asante. Amina. Nikapoangalia Sodom na Gomora, ni wale wenye walikuwa wamefikiwa na ujumbe. Pengine mtazamaji wangu amefikiwa na ujumbe ya kuokoka na kutembea katika njia ya Kristo, na amekataa. Na wakati wa mwisho, mwalimu amesema wakati huu tunaishi wakati wa mwisho, tunatarajia Yesu kukuja anytime. Yesu anarejea, lakini mimi na mwalimu mwenzangu pengine inaweza kuwa vibaya niende binguni ni wakose watazamaji. Saa hii tuko na hiyo ujumbe, na mtazamaji wewe pia unapata hiyo ujumbe, ili tutoke Babylon, ili turudi kwa Yesu Kristo, ili wakati atakapokuja atusipate kama atutembei katika njia zake. Mwalimu, sijui kuna jambo unaweza sema katika history ya kisa cha Sodoma na Gomora? Mwalimu, historia ya kisa cha Sodoma na Gomora inafaa tuelewe watazamaji
mahali popote mlipo ya kwamba hii ujumbe ya Sodoma na Gomora na ujumbe ambao ni ya wokovu si kwamba inaongelelea watu wa nje ya ulimwengu mahali popote ambapo tulipo. Ni sisi wa Kristo ambao tunaambiwa hii ujumbe ili tuweze kujinasua kutoka ile mtego, tusije tukaangamizwa kama chinzi ya vile Sodoma na Gomora ilivyo angamizwa. Kwa hivyo hii ujumbe imeelekezwa sisi wa Adventista, mimi ambaye ni Mkristo wa sasa na Mkristo na wewe ukiwa wa pili, sisi wote hii ujumbe ni wetu. Kwa hivyo tujiokoe ili Yesu aweze kutupeleka mbinguni. Asante. Na pia ninapata siku ya Wednesday napata kitu muhimu sana. Nisiposikiza, nisipobadilisha maisha yangu, na wakati Yesu atakapokuja, atakuja na hukumu wa ulimwengu wote. Mtazamaji, usipobadilisha maisha yako, Yesu atakuja na hukumu, na hukumu ya ulimwengu wote. Mwalimu, hiyo hukumu ya ulimwengu wote itakuja hukumu wakati gani? Na hiyo hukumu itakuwa na njia gani? Na kama nilikuwa natembea katika njia zangu, Mungu atazifafanua ama zitakuwa open, nielewe, nizione kama hukumu yake ni ukweli? Yes, in this case God is just again bringing the picture of Abraham, ambaye tunajua as the father of faith. Na wakati alikuwa anapeana ahadi kwa Ibrahimu, anamwambia vizuri kupitia kwake ukombozi wa ulimwengu utapitia katika uzao wake. Na anamwambia wakati huu bado tunarudi katika Sodoma na Gomora, pale ambapo kijana wa ndugu yake Ibrahimu alikuwa, na huu wakati anaenda kuangamiza wapi? Sodoma na Gomora. Na Mungu anahakikisha kabla afike huko, anahakikisha amemwelezea nani? Ibrahimu. Na anamwelezea vizuri. Then we see what now Abraham is doing. Instead of just allowing God to go and do it, but is trying to bargain with who? With God. What if you find 50? Will you destroy? What if you find 45? Will you do it? What about 10? But God, Mungu anamhakikishia akipata hata moja, na uelewe hapo, hata muangamiza, sio hata waangamiza, hata muangamiza. So unapata huyu wakati. Now there's two things that we must realize in this case. God cannot, it's not a must that he has to get permission from you. He was not going to get permission from Abraham, but he wanted him to know whatever he's going to do. Before God does something, he has to give an information. And mwandishi anatuambia mahali hapa, God does not owe us an explanation about his action, but he also chooses not to hide his reasons and plans from us. He did want just to hide it, but he wanted to make it plain to them. And that is why we see now what the part that Abraham is also doing. Is trying to bargain with God. This is the work that Jesus Christ is now doing for us. Pleading. Is there pleading on our behalf. The investigation judgment is taking place, and is doing it on our behalf. That picture of Abraham is not just being brought just for the sake, but that is the work. What about us? We are now the Abraham of today. We already have the information. God has already informed us that he is going to do what? To destroy the world. We need to bargain. We pray for other people who have not known the what? The right thing to do. Asante mwalimu. Mwalimu, hii kisa cha hukumu wa ulimwengu. Tumeona hukumu wa ulimwengu, Mungu aliahidi Abrahamu kwamba katika the seed hapo ndiye atatoa nani? Judge. Na the seed tunaona Yesu Kristo katika descendants wa Abraham aliweza kutoka katika descendants wa Abraham, Yesu Kristo ambaye amekuwa judge. So he promised that in the Abraham descendants atatoa seed ambaye atakuwa judge wa ulimwengu wote. Na hapo tunaona ukweli Yesu Kristo amefanya hiyo. Na mwalimu, sijui kama kuna jambo mko naye kwa hii hukumu wa ulimwengu wote kabla hatujatoka hapo. Kwa sababu kuna kitu pia nimeona. Mungu anatuahidi kwamba hakuna chochote anaweza fanya bila kuambia watu wake. Hiyo ametuambia katika kitabu cha Amos
3 fungu lake la 7 amesema hakuna chochote anaweza fanya hapo ulimwenguni bila kuambia watu wake. Hata hiyo hukumu ambayo inakuja ni kama anatuambia jinsi vile ataitekeleza na jinsi vile tunaweza kuwa tayari. Mwalimu, katika hiyo siku ya Jumatano mhukumu wa ulimwengu wote, ile jambo ambalo linanishangaza hapo ni kwamba unaona Ibrahim anachunguza tu, si eti kwamba anachunguza tu kesi ya Sodomu. Pia anapouliza Yesu maswali hayo yote, ikiwa ni watu 1, 2, 3 atafanya nini? Anaona ya kwamba mwisho Mungu anafungua vitabu vya mbinguni, kumaanisha kwamba Yesu Kristo mwenyewe anaonekana ndiye mhukumu wetu. Anafanya upelelezi kwa kufungua vile vitabu za watenda haki. Yesu Kristo ndio sasa mkuhani wetu ambaye tumepata na ambaye ni mtetezi wetu wa maisha yetu milele na milele. Asante. Naweza linganisha hao malaika wawili wenye walitembelea Abraham na hiyo jumbe ya malaika ya 3. Ni ujumbe ambayo inatupea warning kwamba tutoke Babyloni imeanguka, na tutoke na wakati hukumu imefika. Na hukumu imefika sasa. Naomba mwalimu, tunaambiwa the hukumu ya upelezi, pre-advent judgment. Lazima tujue ya kwamba kila kitu itawekwa mbele ya nini? Ya hukumu. All the secrets, the evil ones and the good ones, lazima zipitie katika nini? Hukumu. That is what Jesus is doing for us. Because of time we'll say that God is doing, kila mtu atapitia katika nini? Hukumu. Lazima tujue na tuelewe ya kwamba tunapoendelea na maisha yetu, iwe mazuri, iwe mbaya, kila mtu atapitia katika nini? Mbele ya hukumu wa Mungu. But I want us to see something. In our own strength, we cannot get out of sin. But we have to do what is right in the right time because Jesus is coming soon. Asante mwalimu. Katika hiyo hukumu tumeona wakati malaika wa Mungu waliweza kuasi Mungu mbinguni, athad walifurushwa chini. Ni hukumu Mungu alichukua. Na walikuwa wanasema Mungu ni dikteta. Na wakati hiyo hata sisi pengine tunaweza sema ni Mungu dikteta. Lakini tunapata hapa kwa ujumbe kwamba hiyo wakati wa hukumu, hata ile jambo nilitenda kwa giza, hata nilitenda usiku, nilitenda mchana, nilitenda nikiwa peke yangu, itawekwa kwa meza. Ili onyeshe Mungu wetu sio Mungu wa dikteta. Ile wakati tutakapopata hukumu wetu, mtazamaji, wakati Mungu atafanya hukumu, wewe tabia zako zitawekwa wazi ili uone wakati anakata kauli, utaona amekata kulingana na mapenzi yake. Hata utaridhika, utasema ni ukweli. Mwalimu, unaweza sema aje kuhusu hii? Kila tendo, kila jambo lote litawekwa mizani. Na mpelelezi wetu ni Yesu Kristo, na ndiyo mhukumu ambaye ni mhukumu wa ukweli. The righteous judge is our God, who is Jesus Christ. Na huko ndipo tunapoelekea. Hakika matendo yetu sasa hivi tuweze kuyaangalia kwa kina na tujichunguze mienendo yetu na tushike amri zote za Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo tutakuwa washindi, na hakika tutakuwa wale ambao watakuwa urithi ule ambao tumeahidiwa na Mungu wetu Yesu Kristo. Asante sana mwalimu. Kuna jambo ungependa kuongeza? Naona muda yetu imeenda. Jambo ningependa kuongeza na kutamatisha nayo ni ya kwamba you have heard the preaching, turn, come to Christ, he is soon coming. Asante mwalimu. Kuna jambo ungependa kuweka ama kuambia watazamaji? Wacha nikuambie jambo moja. Kwa nguvu zako hautaweza. Itisha nguvu za Mwenyezi Mungu. The grace of God is sufficient enough ili kutufusha yale majaribio yote ya shetani. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Nimeshukuru walimu wangu, watazamaji, kwa hiyo kipindi tulikuwa na ni warning kwetu kwamba wakati ya kurudi kwa Yesu Kristo imekaribia, na ni wakati huu na anaweza kuja kama mwizi, lakini ukiwa tayari atakupata kama vile mwizi anatupata, lakini atakupata kama wale wasichana warevu 5 wenye walikuwa na mafuta ya akiba. Naomba wewe ukuwe na mafuta ya akiba ili Yesu Kristo
atakapokuja apate ukiwa tayari, ili hayo yote tuende turithi ufalme wa mbinguni. Mungu wetu atubariki. Amina. Naomba mwalimu Collins tufungie na ombi, na watazamaji Mungu awabariki. Let's pray. Our dear and heavenly Father, we thank you for this wonderful lesson. Lord, we are so much grateful for thy care and for the message that you have brought unto us in the right time. Lord, you have informed us that with our own strength we cannot come out of sin. May you strengthen us. May you make us come out of it and come back unto you. Lord, we also pray for our viewers, that they may listen unto thy voice and turn their ways unto you. Help us, we who have heard thy message, that we may do what is right in the right time. It is our humble prayer in Jesus' name. Amen.